sawa, tuko salama kabisa chini yake, na hata Odhis MC wetu tunamkumbuka hata yeye, sababu hata yeye amekuwa kiongozi wetu hapa Kawachu Kari, na sisi zote tunamuunga mkono. Tukiunga gavana wetu mkono, hata Odhis tunamuunga mkono, sababu hata yeye anatusaidiaga sana. Timu yote ya Kiambu ile iko hapa, Mungu ni asante umewaleta hapa. Hata security officers wale wako hapa sababu ya usalama, ni asante Mungu wetu. Na watu wote wako Kawachu Kari, hata sio kwa Kawachu Kari popote wako hapa, na tusema ni asante, ni asante, ni asante. Mungu tukianzisha hii mradi tunajua utatufaidi Mungu wetu, na tunaomba huu mradi maombe ati hakuna mtu muovu atakuja kuharibu kazi hii imeanziwa na gavana wetu, sababu ni kazi muhimu sana kwa sisi watu wa hapa Kawachu Kari. Mungu tubariki, bariki gavana wetu, na sisi tuko hapa, na wakati huo atakuwa hapa akifungua hii mradi, kuwa na yeye na usaidia hata kwa kazi yake, hata kazi ya MCA wote wa Kiambu wasaidie wote, wachikane na gavana ili maendeleo ipatikane hapa hii kaunti yetu ya Kiambu. Mungu, hiyo ndio ombi ile tunaomba, na ni asante Mungu sababu tumeomba haya yote katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, ndio tunaomba na tumeamini. Amen. Amen. Wapi makofi ya Pastor Mbodhia. Asante sana Pastor Mbodhia. Nikisema Kiambu mna Kiambu. Nataka tukaribisha gavana. Sawa. Katika manifesto yake alituambia Kiambu is going green, na kwa leo amekuja kutuashia matasi, ndio? Haya, weka mkono juu. Weka mikono yote juu. Peperusha, 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 shikanisha. Sawa hiyo ni ya kwanza. Ya pili, inua mkono juu. Peperusha, 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 shikanisha. Ya tatu, unapeperusha, unambariki, unamwambia karibu. Sawa. Weka mkono juu. Peperusha, 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 mkaribishe. Karibu sana Your Excellency. Nitaweza kumkaribisha mheshimiwa wetu Odhis Power ili akaweza kumkaribisha gavana. Karibu sana bwana Odhis. Wapi makofi ya Odhis? Haya. Our governor Paul Kimani wa Matangi, Baba Gitau na Wamboi, wafanyakazi wa Kiambu, MCS wote wale wako hapa, officers wa serikali kisimamiwa na bwana OCS, watu wa Kawachu Kari wote na single mother pamoja. Odhis Power. Odhis Power. Bwana Yesu asifiwe tena. Nione wale watu wewe wanapenda Yesu kwa mkono. Nione wale watu wanapenda Baba Gitau Kimani wa Matangi, nione kwa mkono. Nione wale watu wanapenda Odhis Power, nione kwa mkono. Mimi nashukuru sababu leo tumefika hapa. Tumefika hapa na Kimani Paul wa Matangi, Baba Junior, Baba Wamboi, mtoto wa single mother. Si nione makofi wetu juu. Sasa watu wa Sukari mmetukaribisha na gavana na MCS marafiki wangu. Mimi sitaki kuongea mengi. Mimi nashukuru. Kabla sijaongea chochote, niko na marafiki wangu ambaye wametembea hapa. Nataka tuseme majina haraka, alafu niseme vitu mbili, tupatia Baba Gitau mwenyewe asumuse, sababu leo yeye ndio mgeni yetu. Sasa MCS wote wale wako hapa, nione hapa kila mtu tujuane. Majina tu, kuna kuongea sana. Wengine siji. Kujeni wote tukienda hivi. Sikuja wewe utasema jina yao, sababu mimi nitasema ile ya mapenzi wataleta shida. Sema jina ya MCS sababu wewe ndio wa Ruiru. Asante. Gavana wetu, watu wa Ruiru, God is good and all the time. Wale wanapenda gavana wetu wa Matangi tena tuinue mkono. Asante. Nimepatiwa kazi rahisi na rafiki yangu huyu Odhis, na anafanya kazi vizuri, si ndio? Si anawapeleka vizuri?
Wangapi tuna? Asante sana. Kwa hivyo huyu anaitwa Shogi David kutoka kule Dumberi Ward. Tumpigie makofi. Huyu anaitwa Ishembe kutoka kule Karai Ward Kikuyu. Tumpigie makofi. Huyu anaitwa Mheshimiwa Wamboi, anatoka kule Kikuyu, ni nominated wetu pia. Huyu anaitwa Washera kutoka pale Roiro, jirani yangu Gatongora Ward. Huyu anaitwa Winnie kutoka Juja. Huyu anaitwa Cedric kutoka Ikinu kule Githunguri. Tumpigie makofi. Anaitwa Josephine Wangoi kutoka pia Githunguri Kamba kule. Tumpigie makofi. Anaitwa KK. Mnajua huyu kijana? KK anatoka Moshadha. Tumpigie makofi. Iko Kiambaa. Anaitwa Alice Cute. Anatoka kule Kabete Mogoga. Tumpigie makofi. Anaitwa Dhogori, anatoka kule Gitaro Ward Kabete. Tumpigie makofi. Anaitwa Christopher Ireri. Mungu wa mkuu ni mkuu. Hebu tuseme hivyo. Mungu wa mkuu kule Bibirioni. Asante sana. Tuko na kijana yule mdogo sana kule bunge, anaitwa Wawero Wanyoto kutoka kule Githunguri Komodhai. Tuko na Esther Nyaga, mrembo sana, anatoka kule Thika. Tumpigie makofi. Tuko na Milionea ama Wangoi. Tumpigie makofi, anatoka kule Kiambaa. Tumpigie makofi. Huyu naye anaitwa Jane Monique kutoka Juja. Tumpigie makofi. Leila ambaye ni vice chair katika komiti yangu ya sports. Tumpigie makofi. Anaitwa Wanjiro Keguru kutoka kule Gatondo South. Tumpigie makofi. Moheja yuko hapa, anatoka kule Githunguri Ward. Tumpigie makofi. Githunguri constituency. Moses Monyo Kiarie anatoka Githofokoni kule Gatondo North. Na nadhani gavana, mimi yangu nimemaliza. Asanteni sana watu wa Roiro. Mimi naitwa Coaches Gitodhwa Ward. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana. Mmewakaribisha au MCS wote? Mimi nauliza nyinyi watu wa Sukari, iko siku gani MC yote amezaa tembea na MCS kama hawa? Na hawa natembea nao vitu mbili. Ya kwanza, iko wengine hapa wajaoleka. This power. Na iko jamaa pia MCS pia wawili wajaoa. Sasa nimejaribu. Sinataka hii ward kuwe na MCS wengi. Sasa usimunajua mimi pia niko na bibi wengi. Si mnajua hivyo? Sababu wote hawa mama wako hapa ni mabibi. Ndio. Biblia ndiyo imesema, sio mimi. Sasa mimi nataka kusema kitu kidogo sana, Baba Gitau, governor, bosi yangu. Mimi nataka kwanza nishukuru sababu ya kwanza umeniwekea siwa hapa Kawasukari. Kutoka Ndiaini hadi imefika mpaka hapa main siwa Kawasukari, sasa wako na main siwa. Pia pale Kawasukari police station na nyuma pale ya Felma kasi ya siwa. Governor makofi. Ya pili, bodaboda seed, governor umeniwekea 3 sipokuwa Kenha walipotea na moja pale chini. Hii ni moja, iko ingine pele Felma na moja hawa watu wa Kenha walipotea nayo, na OCS alijaribu sana lakini wakasema ukiongea nao watarudi. So tunaomba hiyo irudi, sipokuwa wajafanya hapo kitu ya hapo juu ndio ijulikane ni wewe. Watu wanaweza kuja waweke picha zao hapo, lakini sasa hiyo naomba ifanywe. Haya, pande ya barabara governor, mimi nashukuru sababu umefanya Kawasukari imekuwa city. Ukiingia hapa ndani hapa Felma, pale Felma tumetengeneza barabara karibu pia 7 na ingine tena inaendelea saa hii. Na pia hawa watu wa Sukari wanalia iko ka barabara hapa nyuma inaitwa aje? Baringo Road. Si useme na nguvu wasikie. Baringo Road. Hii Baringo Road ndio inatuaibisha governor. Na sasa wewe hiyo mambo ya World Bank ikikuja, sasa wewe na hiyo mambo yako tengeneza hiyo barabara wekwe. Na pia najua governor utaweka hiyo sababu niliweka kwa Water Development Fund. Mambo ya water governor, hii Kawasukari wakati tuliapiswa na wewe 30% ndio walikuwa wanapata maji mara 3 kwa wiki. Leo hii 95% wanapata maji hapa Kawasukari. Na pia mimi nashukuru sababu wakati niliandika proposal na tukiwa na MCA wa Moyoko
tukasema tunabadilisha pipe. Kasi imeendelea gavana vizuri kutoka Moyoko. Sasa saa hii imefika hapo Fedha, pipe ingine mpya, pipe kubwa, na mimi nashukuru hiyo gavana. Mambo ya ECD gavana, nashukuru sababu umeweka ECD center pale Ndiaini ambayo iko na tiles na iko mpaka na gypsum. Sema gypsum. Gypsum. Sasa unajua watoto wengine wajawahi ingia gypsum, lakini raundi wanaingia gypsum juu yako. Sasa naomba, sababu hao watu wanataka basari yao, si ndio? Vile mimi naomba vile umeniahidi next week ukuje na bypass, ukuje na basari, alafu tufungue hiyo ECD. Mambo ya hospitali gavana, sema hospitali. Wamesema gavana, asante sababu umeniwekea level 3 hospital Kawasukari, na almost sasa imeisha kujengwa, na pia nimeona umekubali kuniwekea perimeter wall na kabro. Nilisema watu wa Sukari ni watu wamesoma na wako na pesa yao na wako na kilitimamu, wawezi ingia kwa hiyo hospitali kama kuna kabro. So mimi nashukuru sababu next week nimesikia kasi inaanza wall. Mambo ya park pale Kawasukari tumetengeneza park vizuri na umenijengea choo. Sasa pahali iko na shida moja ni pahali tumesimama hapa. Hii shamba iko mtu alinyakua ya serikali na tumepigana sana kotini. Juzi ulinipea pesa tuanze kujenga choo pale, tukakoroga na wakatoa court order. Gavana, nataka unisaidie sababu nguvu yangu ni kidogo na case na hii mtu na ni mkora. Sasa unisaidie tu win hii case, tujenge na nione kwa mkono. Hapa gavana amekubali. Gavana, unaona kutoka hapa tunataka kuweka stalls kutoka hapa paka pale mwisho. Singine naangalia pande hii, singine sinaangalia pande ile. Ndio single mothers wote wale wako hapa, nione single mother kwa mkono, hawa wote wapate stalls pahali wanasausa, na wale watu watoke kwa barabara wakuje hapa. Simupigie gavana makofi. So gavana, mimi naomba unisaidie hii mambo ya hii samba tuchukue kutoka kwa huyu mama amenisumbua. Hiyo ni mambo ya basari gavana. Wakati tulichaguliwa hapa Kawasukari, MCS walikuwa napeana 1 million per year. Na leo wanapeana mara moja, na walikuwa napaa girlfriends yao na wale wanawasupport. Wamatangi aliniita akaniweka chini akasema tupatia kila mtu basari. Na basari tunapeana pale kwa kiwanja, si ndio? So mimi nashukuru sababu already saa hii ile basari tunaenda kupeana ni ya milioni kama 10. Tumepeana basari kwa mara 5 kwa mwaka. So tumesikaniza already mwaka 2 tumepeana karibu basari milioni 10. Simpigia gavana. Ile swali nataka kuuliza hawa watu wa Sukari. Hizi vitu nimehesabu yote na miaka 2. Hii pesa yenyu ilikuwa naenda wapi? Silikuwa naenda kwa mfuko ya mtu. Wakati nilikuwa na kampeni hapa walikuwa nasema ati tuwezi patia Jaluo. Sasa mimi sinakuambianga sasa heri mimi kajaluo kuliko hiyo kabila ingine wanasema ni kabila yako. Wapi single mother hapa nione kwa mkono? Gavana, hawa mama walioleka na wakasaa. Na wase, wao wase ni kabila yao wakawa. Sasa mimi sinakuambia neba yako na mwenye unapenda si ndio bibi wana yako na ndio ndugu yako. Sasa wangapi watanichagua tena? Mutanichagua? Wangapi watachagua Kimani wa Matangi? Mimi ile kitu mimi naomba watu wa Sukari. Mnanisikia? Hata kama mtakuwa umechoka na mimi, munipendi. Sababu mimi roho yangu nataka Kawasukari endelee mbele. Chagueni huyo Matangi. Na sasa hata mkimpa mjue vitu zenyu zitafi. Wangapi watanichagua nione kwa mkono? Wote watampea. Wangapi watanichagua nione kwa mkono? Mimi ningependa kusema vitu sasa 3 peke yake ambayo tumefanya Kiambu. Ndio maana napenda hii mwanaume. Wa Matangi huyu unaona hapa. Amejenga level 4 hospital. Hospitali 6 ambayo zimeisha. Kutoka ground, kutoka kama kuna ikakuwa. Unajua level 4 ni kama gani? Kama ile Ruiru amejenga 6, tumpigie makofi. Amejenga level 26 ambayo imeisha including ya Kawasukari. Situmpigie makofi. Ameweka ECD 239 ambayo simeisha. Na moja iko hapa Kawasukari na moja iko Wendani, mnaona na macho. Mimi nataka kuuliza nyinyi, hii pesa
magavana ile wa kitambo walikuwa wanapeleka wapi? Sasa wangapi wanasakubali Kimani Wamatangi aendelee? Tuone kwa mkono. Sasa gavana, hawa watu wamekubali, watatuchagua tena. Si mtatuchagua? Si mtatuchagua? Sasa ile kitu iko hapa kwa mambo ya kiti yangu, nasikia iko mtu anatembea anasema ati mimi nafanya kazi sana, ati bibi ndio niko nayo wengi. Sasa mimi nauliza nyinyi, kazi ya ward inafanywanga usiku? Inafanywanga usiku? Mimi mulinichagua na hii pesa yote mulinichagua nayo, siwezi peleka Kisumu. Lazima nirudishe mkono hapa. Hapo nimekosea? Hapo nimekosea? Mimi nimekubali kufanyia kazi, mwacheni na culture yangu. Jaluo ni mtu anawa 2 na 3. Ama ni mbaya? Na hata wanaume wako na 2 3 wameficha tu. Eri yao this wanaonekana. This power. Wamatangi power. Gavana, mimi niko na kitu moja tu nataka kuuliza. Mama yo kuja. Useme nikuambie jini, useme huyu anaitwa Mama Yo. Mama Yo. Na amefika hapa. Ametoka Kabete. Amekuja hapa. Tumpigie makofi. Sema Mama Yo. Mama Yo. Asante sana. Huyo ni Mama Yo na iko kitu anachangamuka atataka, hiyo tutasema. Si ndio? Sasa gavana, mimi nataka nikuombe hivi. Wewe ni rafiki yangu. Gavana, mimi nakuomba niwekee Baringo Road lami. Gavana, nitolea aibu sababu hao watu wa sukari walinichagua sababu ya Baringo Road. Hiyo tu, ukinichagua mimi, ukinifanyia hiyo gavana, mimi sitataka kitu ingine. Ya pili, gavana, mimi nimetembea na Kawasukari ikapata division. Ukienda kwa internet hii utapata Kawasukari division na 2 assistant chief na chief moja. Gavana, nisaidie nipate pahali tunasajengea dio. Unisaidie niweke dio hapa ndio hao watu wote wapate kazi. Sababu gavana, wewe ni mtu naona utaenda kuchaguliwa rais. After 10 years wewe unaenda kuchaguliwa rais ya nchi. Na gavana, ile kitu mimi nakuomba, ukichaguliwa rais, unaona hao watu wengi wamekosa kazi sababu ya certificate. Mimi naomba ukipata rais hivi, kama mama alifika class 8 na baba alifika class 4, wekerea ikue 12. Original atafute nayo kazi, certificate patia mama. Hapo nimeongea mbaya? Gavana, ukifanya hiyo, hawa watu watapata kazi wote. Nione kwa mkono. Hiyo wa mama, sitaki kuona mtu anakosa kazi sababu certificate ya form 4. Ukiwa rais utakuwa na uwezo. Form 4, class 8 na class 6 ongeza ikue certificate ya form 4. Sio itakuwa sawa? Wamama hae. Vijana oe. Haya. Sasa gavana, hiyo mambo ya Baringo Road pia watu hawasikuambie. Kwanza nimeshukuru chairman ya welfare ako huko Murang'a na angefika hapa ako huko Masisi. Amesema ukikuja nikwambie, alikuwa busy kidogo. Usione vibaya. Kawa pale Githurai. Sema Githurai. Hawa watu wote tulisema waende waregister pale wakate license pale Githurai. Sababu tuko Githurai sub county. Na gavana, pale ukienda Githurai, ofisi ya sub county iko pale, seli ya kuweka wale watu wamefanya maneno iko pale. Sasa mimi watu wa sukari waliniambia nikuambie, wameofa 1 acre pale karibu na hospitali pale. Na 1 acre ile iko karibu na mto pale. Watu wa Moyoko iko hapo, watu wa Wendani wako hapo, watu wa sukari wako hapo. Tujenga mambo ya county government offices hapo, tumekupea 1 acre. Wewe kitu hao watu wakienda kulipa maji, ofisi ya maji iko hapo. Wakienda kulipa license iko hapo. Githurai sasa imekuwa town kubwa. Mimi sina mengi na ile kitu mimi nakuambia gavana, ya mwisho, unapendwa hapa Kawasukari. Unapendwa hapa Kawasukari. Sasa leo
tumekuja hapa, watu wa Sukari mnanisikia? Tumekuja tumeweka mataa. Kila ward Kiambu mzima gavana ameweka taa kutoka 60 mpaka 100. Mataa 60. Tumeweka pole na tumeweka tumesaweka already taa, street lights za solar. Hii shopping center tutaki akistima ikienda off biashara inasimama. Hebu angalia pale nyuma, hiyo ni taa. Unaangalia pale mbili ni mataa. Hapa pia ni mataa. Na iko hivyo Felma, Kiuriva, Luruti Road na hiyo Baringo Road governor tumeweka. So mpigieni governor makofi. Sasa governor leo amekuja hapa kwa mmekubali hiyo? So mimi nataka munipeka si rais watu wa Sukari. Si mnajua mnanipenda? Sasa muangapi wamekubali nitembea na Wamatangi sasa Kiambu mzima kutafuta kura? Mtu yote akitangaza hapa anataka kiti ya MCA mnafanya yeye nini? Mnafanya nini? Nyinyi ndio mmesema. So mimi kutoka leo governor watu wamepeana mimi wewe tutembee na wewe Kiambu tukutafutie wewe kura. Sasa ile message Sukari oe. Unajua mimi mtu wa Jubilee wamesema usiungana na wale watu walitoa Gachagua. Asanteni sana. Hapo si hivyo? Siano hivyo. Kama ni mbaya kabisa kama nakuja Jubilee usimame. Sasa wacha tuchukue muda huu tukaribisha governor Kimani Wamatangi aongee na nyinyi. Na kwa nini Mungu niwekea hii? Haya. Wana Sukari hamjambo? Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hivyo, inua mkono wako tu juu mahali upo, hata wenye wako mbali, hata nyinyi mko huko mbali, tusalimiane. Asante, asante. Sasa si huyu Odhisma mnamuonaje? Si yako sawa? Unajua mimi huyu jamaa napendanga tu kusema ukweli ya huyu jamaa. Si ndio? Odhisma anaweza kosa maarifa hiyo ingine mingi, si mnamjua vizuri. Anaweza kosa kuvaa zile matai za bei kali, aweza akose kufanya hii mambo ingine ya kujionyesha sana, lakini huyu jamaa kwa roho yake anapenda kazi yake hapa Sukari. Ama namna gani jameni? Unajua unaweza kuona tu vile mtu anafanya kazi, naone kazi yake anaipe na anapenda watu wa Sukari. Hiyo ni ukweli. Kwa vile huyu jamaa tumesumbuana, kwanza tulianza na yeye na vita. Alikuwa anafikiri mimi ni mtu wa mchezo kwa kazi. Sasa tukasuguana, akajua ya kwamba mimi sio mtu wa mchezo. Akakuja kwanza akaniambia tuweke kabro hapa. Sasa akasema tuanze pale Felma. Dakika kidogo akaona nimemaliza kabro. Akataja barabara ingine hapo, akaona yote mimi nakuja ninaweka. Akaniambia tushughulikie mambo hiyo, mnasikia anasema ya sewage. Dakika kidogo ndio mimi huyu nimekamata watu yangu yote, pesa tumetoa, tumeweka watu wetu ya Rejuasco, wekeni sewage. Sewage akaona tena imeingia. Tukasonga kidogo, akaniambia hapa tunasimama. Nyinyi mnajiambia hapa tuko na vita. Iko nini? Alikuwa nafikiri tena mimi ni mtu wa kuweka mkono kwa mfuko. Hapa tuko na vita. Kwa vile siku hiyo ka ofisi yake ilikuwa ile kona pale, kwa ile karibu kwa hiyo lori. Akaniambia ka ofisi yangu imelalishwa usiku na watu wamebomoa kwa vile wanataka kuchukua ile kiwanja, na kiwanja ni ya raia. Mimi usiku nilikuwa hapa. Tukapambana na hii maneno. Tukahakikisha ya kwamba hapa hakuna mtu amejenga chochote, kwa vile hii ni ardhi kabadhi kama iko na mtu mwingine. Ama namna gani jameni? Lazima ndio nikasimama imara nikasema hapana, kwa vile nyinyi mnajua, na niwaambie watu wa Sukari. Huyu wakati tunapigana mambo ya hii kiwanja, bado tukiwa tunajaribu kupanga mambo mengine, ndiye tuliteremka naye pale. Na mnajua kahawa Sukari nzima, hii kahawa Wendani tunashikana naye hapa, na hata hapo pale Keu mpaka Mwiki hakuna hospitali ya raia. Ama na watu wa hapa ukiwa tena maumivu ya kukupeleka hospitali kulazwa ama kutibiwa, kama ni mambo ya operation, unavuka barabara, unachukua taxi ama matatu mpaka Ruiru. Na upige hesabu kwa hii dunia yetu, kwa hii Kenya mzima, ile constituency inahesabuliwa kwa nchi nzima, kama iko na watu wengi
ni hii Ruiru, ama namna gani jameni? Kama kuna mahali pengine ingefaa kumulikwa, wakati wanatutangaza kwa nchi nzima ya kwamba Ruiru ndio ile constituency iko na watu wengi zaidi kwa Kenya nzima, wangekuwa wanaongeza kusema ya kwamba pesa nyingi zaidi Kenya nzima ni Ruiru, ama namna gani jameni? Kwa vile pesa ni ya kuhudumia watu. Sasa ndio wakati huyu jamaa amekuja sasa tena, tumepiga hesabu tukaona ile mahali peke yake tutapata kiwanja ni huko nyuma, ile kiwanja ya serikali iko huko mwisho, hiyo ni kiwanja ya raia. Kwenda pale kuanza kuweka kujengea hospitali, ndio hizi barua za kotini, ndio mambo ya kupambana tena. Lakini na mimi nikakaa ngumu, nikasema hata kama ni nani anakuja kututisha hospitali tunajenga. Mimi na Udhis tumekuanga na kesi 2 kwa kotini juu ya hii mahali, tulishtakiwa huko tukashtakiwa hapa, lakini kwa vile mimi najua ya kwamba ukweli na haki ndio inasimama hata kama mtu anasema uongo gani ama namna gani jameni. Ndio hiyo hospitali mnaona sasa hapo tumejenga. Mwenye hajafika pale tafadhali utembee kwa ile kona, wakati unapiga hiyo kona kwenda hapo Mwihoko, angalia ile hospitali tumejenga. Tumejenga hospitali mzima ya level 3, tumeweka vitanda 26 za maternity na vitanda 10 za wazee na za watoto. Hapo tumeweka theater. Ati mtu hapa mgonjwa kama ni mama ama mtu mwingine wa zile operation za kawaida ni hapa kwa hii kona. Tumeweka laboratory nzuri ambayo tunaweka kila mashine. Hiyo hospitali sasa vile mmesikia nimemwambia huyu, tukifikia mwezi mwingine moja tumemaliza kuweka perimeter fence, ile ukuta ya kando tumeweka kabro yote, mashini nishanunua. Alafu nituweka mashini, niwaite pale mwezi wa 4 tukate ukanda, watu waingie waanze kutumia hospitali. Akaniambia sasa hapa hii kiwanja hii tusimame kidete, kwa vile ikiwa Mungu ametupatia nafasi kupitia mapenzi yenu nyinyi watu hapa Sukari. Alafu tunaona kweli, na hiyo ndio imekuwa desturi kwa hii Kiambu. Najua mumesikia mara nyingi huyu governor wa Matangi mulimpatia kazi hii mwaka wa 2022. Juzi muliona kuna mzungu hapa kule Tatu City, alikuwa ananiweka kwa magazeti, alikuwa ananiweka wapi mpaka kwa mitandao, ati huyu nini anakataza nijenge. Nikamwambia jameni, wewe nyinyi wazungu mumezoea kudharau watu wetu. Unakuja unafikiri hawa watu ni wanyama, wewe ndio binadamu peke yake. Anataka kuanza kujenga pale manyumba ya mabilioni na mabilioni. Namwambia jameni, wewe sikiza, wakati uko kwa county kama ya Kiambu ama nchi ya Kenya, ukiwa uko na ardhi ya size hii na unajenga manyumba ya kuuzia umma, lazima ujue hapo kutakuwa na watu wanakufanyia kazi ya kusafisha nyumba yako, wanaume wenye wanakukatia nyasi, wenye wanakutengenezea magari, wale watu utaandika watchmen. Hawa ni watu, ni binadamu. Na sheria yetu kwa Kenya inasema wakati unajenga manyumba kama hayo, tenga ardhi kando. Hiyo ardhi unatenga kando, ndio mimi najenga hospitali ya umma, wewe jenga yako ya pesa mingi. Hapo ndio mimi najenga darasa za watoto. Ule mtu mwenye anakujanga hapo ni mwendeshaji wa gari, ni driver, atazaa mtoto. Huyo mtoto sio mtoto? Si ni mtoto? Yule mtu anamfanyia kazi kwa nyumba, yule maid, akipata mtoto sio binadamu? Ni binadamu. Na sheria ndio inasema weka ardhi kando ambapo serikali kama wewe unajenga yako ya bei kali, lakini iwe ya raia iko hapo. Sasa jamaa kaanza kuleta mambo mingi, anafikiri ati kila governor akiingia kwa ofisi ni mtu ya kununuliwa na kuambiwa ya kwamba hapa ati iko kaeka moja, weenda unyamaze. Nikamwambia hata kama ni eka 1500 hapa, mimi ile kitu nataka nikiwacha hii Kiambu yetu, watu wetu watajua ya kwamba mwaka wa 2022 walichagua governor ambaye ako na haja na watu yake, ama namna gani jameni? Ndio mnaona walikuwa wananiweka nini. Sasa hii ya hapa mimi nilisema, na ndio unaona nimesimama imara. Hakuna mahali nitakaa kando kwa kikao chochote na mtu yeyote, ati tukijaribu kupanga ati vile wataniita mahali kando, ati kwa hiyo mapo kwa hospitali utapata kakuota, ati ndio hii uachilie ijengwe maflat. Kama hii ni ya raia, ni ya raia. Kama hapa ni mahali ya kuweka watu wa matatu, tutaweka watu wa matatu, ama namna gani jameni? Kama hapa ni mahali ya kuweka mafundi wa kujenga, ni mahali ya mafundi. Wenye wako na hii manyumba makubwa ni watu wetu, ni binadamu, tunawapenda. Na wenye hawana hii manyumba kubwa wako na kikao hapa, ama namna gani jameni? Ndio ule mtu atauza samosa, ule mtu atauza sukuma wiki, yes, ni binadamu jameni. Yes, sio mwana hawa Sukari kama wengine.
Sasa ndio nilisema hii mahali sasa wewe this hapa usikuwe na wasiwasi. Hii tutasimamia mpaka dakika mwisho mpaka ukweli itokee. Alafu tupange vile tumesema tunajenga vitu ya raia hapa, tunaweka flat mzuri, tunaweka mahali ya kikao ya watu wetu ya matatu wanakaa mahali mazuri. Tunaweka pahali kuko na shade mzuri ya abiria kukalia. Tunaweka tuduka kidogo ya ule mtu wa mkono ambaye hana mapesa mingi, mtu ya kakioski yake ya vitu vingine. Hata sisi tuko na kikao kwa hii dunia. Ama namna gani jameni? Sasa huyu akaniambia mambo ya maji. Maji mimi nimepambana nikasema hakuna ukweli na haki. Kusema ati mwaka huu wa 2025 ati kuna mtu anaweza kuwa nakaa hapa kahawa sukari yetu ati tunalia maji ya kukunywa safi. Ndio tukapambana na hii watu wenye wanaleta maji, tulikuwa tumepeana pesa kule ile maji ya Karemeno. Tukasema haiwezi kupita kwenda Nairobi. Alafu iko Northlands. Alafu mtu wa kawaida wa hapa ama mwenye anaishi hapa sukari hawezi kunywa maji na inapitia hapa chini kwa mifereji. Ama namna gani jameni? Sasa hiyo ndio tukapambana tena maji tuko naye hapa. Tumeendelea na hii kazi yetu. Tulifika mahali ya kuangalia mambo ya masomo. Najua nyinyi hii historia ya Wamatangi wengine wenu hamjaifuatilia vizuri. Wakati mumenipatia hii kazi, nimekuwa nikiambia watu na msikize watu wa sukari. Hii kaunti ya Kiambu, wakati Kibaki alienda nyumbani, alituachia katiba mpya. Hii serikali wakati alitupatia katiba, waligawa kazi za serikali za kaunti na serikali kuu. Kazi ya masomo ya watoto wanaorudi kwa shule mara ya kwanza, ile zamani tulikuwa tunaita nursery, katiba mpya inaita ECD, iliwachiwa serikali ya kaunti. Kaunti ya Kiambu tuko na shule za primary 524, 524. Mumenipatia kazi mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Wakati nimeingia Kirigiti, hakuna shule moja kati ya 524 ilikuwa imejengwa hata darasa moja ya kusomesha watoto wetu. Sasa mimi nikaingia nikapangia, nikaweka model yenye mtaona hapa. Ukienda pale Ndieni, ukienda pale hapa Wendani utaona model yetu mzuri. Darasa ya watoto wanaingia PP1, darasa ya wengine ya watoto wanaenda PP2. Shule hapo kuna ofisi ya mwalimu, choo ya watoto vijana wavulana, mahali kuna mahali ya kuchezea watoto mzuri. Hiyo ndio ile kazi tunafanya. Hizo shule nimejenga moja 239 sasa. Miezi 18 zote zimeisha. Last week nimepeana contract mpya ya shule zingine 62. Kwa hivyo mwezi wa 6 mwaka huu nitakuwa nimemaliza kujenga shule 309. 2026 ukianza hivi mwaka wa 2026 nimemaliza 524. Tunafanya kazi ama hatufanyi kazi jameni? Mulisikia nilisema watoto, sasa wacha niwaambie watu wa sukari. Nilisema hapa unaona watu wa ng'ambo ile, mtu anaweza kuwa amebarikiwa, mwingine ni manager wa bank, mwingine ni nani, mwingine ni mwanabiashara, anaishi vizuri kule. Nilisema zamani watoto wakienda shule walikuwa wanaenda mashule ile inaitwa academy. Watoto wetu wanaenda hii hapa hivi yenye watu walikuwa wanasomea nje, watoto wa nasari. Ndio nimejenga hizo. Nikasema sasa kwa vile tumetengeneza yule wenye wamebarikiwa na yule jamaa anashindanga hapa kwa hii stage akiwa anapiga gari hapa anatafuta abiria, ya yule mama anazungusha samosa hapa, ya yule mama anaoshanga wengine manguo kwa hizi manyumba. Nilisema hawa watoto wote wakifika kwa hiyo shule yetu, hawa watoto wote ni kitu moja. Ndio nikasema mtoto wakifika, kitu ya kwanza anapata, tumemwekea kikombe ama bakuli ya uji ya vitamin kila siku pale, na ndio wanafanywa. Nikasema mtoto wa huyu mama mwenye ananunuanga melon moja na kukatakata hivi 2 pieces ndio auze moja shilingi 20. Nikasema huyo mtoto akiingia kwa hii shule yetu hapa Wendani, kila siku 4 anawekewa mayai, kwa kila siku anakulanga mayai ya kuchemusha kama wengine. Nikasema siku ya Alhamisi mtoto ambaye ametoka hapa na kwake ni hapa hii Wendani ama ni hapa sukari, asiulizwe kama baba yake ako na ng'ombe ama hana ng'ombe. Kila siku Thursday kila mtoto anakunywa packet. Tunaenda mzuri ama tuendi mzuri jameni? Si tunaenda vizuri? Sasa ndio mimi nawaambia, tulisema hii Kiambu yetu tunabadilisha. Niliwaambia, nilifanya campaign nikiwa ninabeba manifesto.
Nikawaambia hii kitabu yangu inasema mimi nitafanya kazi inaitwa Angaza Kiambu. Tumalize hii mambo ya kukua kila saa ni mabili ya stima, kila saa hatuna stima ni giza. Leo tumekuja kuzindua hii mataa hapa. Kwa hii kaunti ya Kiambu mumenipa kazi nikapata bill ya stima hapa. Tumekuwa tunalipa 700 million kwa kila mwaka. Mimi nimekuja nimegeuza hiyo mchezo yote. Nikasema bariki na hapa lazima apige hesabu tofauti. Ndio mnaona sasa hizi mataa zote nimeweka kaunti ya Kiambu sasa ni za sola. Kiambu haina bill tukimaliza hii kazi ya sola. Hiyo milioni 700 ya mwaka moja itapeleka madawa kwa hospitali. Itajenga shule zingine. Tutajenga bus stop zingine. Tutapatiana basari ile tunapatiana mara mingi kushinda vile tunapatiana. Ama namna gani jameni? Sasa ndio mnaona leo tumekuja hapa kuzindua hizi mataa zenye Odhis amesema, na tumeweka kwa kila ward zote 60. Tukimaliza za leo hii kazi haijaisha. Mwezi wa pili na ingine ya kulete. Mwezi wa 5 tunakuja tunamalizia kila mahali. Tunaenda vizuri jameni watu wetu wa sukari. Ya mwisho hii mambo yenye Odhis ametuomba ya hapa Baringo Road. Hiyo Baringo Road Odhis, kama hiyo ndio itakurudisha kiti, hata heri nitembee mguu mpaka kutoka asubuhi mpaka jioni. Nitaiweka lami hiyo barabara. Ndio tuhakikishe ya kwamba ukikuja kwa hawa watu ukiongea wanakusikiliza, kwa vile mimi najua wewe unafanya kazi mzuri. Na mimi nitarudi pia wetu wa sukari kwa vile tuko na nyinyi hapa. Na sitakimbia ama nitoroke. Na mimi najua hamtachoka kuniona ama mtachoka kuniona. Nilisema kila saa wakati kuna jambo lolote la kufanyia kaunti, mimi nitajilete. Kama unaona uko na swali kama mtu alinichagua, uniulize ukiwa unaniona. Ama namna gani jameni? Sitakuwa nikitumana. Mnasikia gavana alitumana, nitakuwa nakuja. Hapa sasa sukari nimekuja karibu mara 6 mpaka siku ya leo. Na nitaziona mahali haiendi mzuri kwa serikali yangu, niambie macho kwa macho. Ndio na mimi nijue ni mbaya na nitengeneze. Ama namna gani jameni? Sasa niwaambie maombi yangu ni hivi. Naomba Mwenyezi Mungu sana wanasukari ya kwamba mwaka wa 2027 huyu jamaa mliepatia kura zenu na mapenzi na mkitegemea kwamba niwafanyie kazi. Sitaki na naomba Mungu nisirudi hapa siku ya kutafuta kura ati nikiwa ninakuja na magari mrefu, nikiwa ninakuja hapa ati na pesa ya kudanganya watu 100 ama 200, ati nakuja na watu ya muziki hapa na manguo ya marangi mingi kura. Nataka nikuje na report form yangu. Niwapatie niwaambie mliniambia wewe jenga madarasa ya shule na nikajenga. Mniambie wewe tulikupatia kazi ya kujenga mahospitali na nikajenga. Tulikuambia uweke stima na ukaweka stima. Kwa hiyo report form yangu niwaombe kazi. Na nikiwaomba kazi kwa haki na kazi inaonekana, hata nyinyi najua hamutatufanyia madharau ama madhara. Ama na maana gani jameni? Si mtatusaidia. Na ndio sasa tutakuwa hapa tufanye kazi pamoja. Sisi hii kazi tutafanya pamoja. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja. Sasa niseme tuko na watu tunafanya kazi nao hapa, marafiki zangu wengine ambao tumewapatia kazi. Huyu ako hapa, inua mkono. Huyu anaitwa waziri wetu wa mambo ya hii ya mijengo, anaitwa Bwana Mwenda. Tuko na msichana hapo hivyo ambaye naye ni mzuri, mpole, lakini ukimwona kama mfupi ama mpole, amesoma mpaka masomo inatokea kwa mapua. Huyo ni engineer, ndiye anasimamia hii kazi yote ya kuweka mataa, anaitwa Engineer Virginia. Tumpigie makofi jameni. Tuko na jamaa tulipatia kazi hapa ya kupanga mambo yetu ya hapa tofauti. Wacha watu wapande hii wapate pesa yao tofauti, ndio pesa itoshi. Sasa hapa tuko na municipality yetu inaitwa Githurai. Sasa waheshimiwa hapo juzi waheshimiwa wenye wamekuja hivi karibuni, hivi baadaye haya kuja hapo. Alafu sasa tutawajulisha hapo. Haya tuanze na huyo jamaa ambaye ana smile sana. Huyo jamaa huyo anaitwa Eriko Walami. Huyo jamaa amechaguliwa kule Udhero. Watu wenye hawana mtu, nilisikia mliambiwa kuna wengine. Huyu anaitwa Becky, naye ni mheshimiwa. Sintumpigie makofi. Haya, sawa. Tuko na jamaa mwingine hapa tena, naye huyu ni rafiki yetu, amechaguliwa kule Kinoo, anaitwa Mwigu. Asante, simpigie makofi. Si mnaona watu wanapenda Odhis? Unaona vile wamejitokeza kuzindikisha Odhis hapa kwa hii kazi yetu. Sasa huyu mwenye masharubu na nini na jamaa mrefu, mwenye nguvu, si ndio?
Huyu anaitwa Bwana Mburu, ni mheshimiwa wetu kutoka Thika upande wa Kameno. Kwa hivyo nafikiri tumalizie hapo, lakini hatujamaliza kabisa. Sawa? Mimi nataka nisikie vile hapa Odhis amepanga hapa, kwa vile hapa unajua mimi siwezi toka bila lunch hapa. So tunamalizania wapi? So mimi niko hapa na Odhis vile anapanga hii ward yake. So sasa mimi nashuka hapa chini atupe lunch ama namna gani? Si ndio? Acha tuone ile vile ametupangia hapa. Sawa. Asanteni, Mungu awabariki na watende vyema watu wana Sukari. Tuanzishe taa alafu tukuje hapa mahali ya lunch ya Odhis. Kazi ni gavana mchapakazi, na leo hii anatuzindulia taa ambazo zinawaka Kiambu nzima, tukianzia na hapa Hawa Sukari. Na niliwaambia kwamba sisi wote gavana